Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 14, tunasoma Zaburi sura ya 14. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yupo mwenye akili, amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wote wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawamwiti Bwana. Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi, maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Mnalitia aibu shauri la mtu mnyonge, bali Bwana ndiye aliye kimbilio lake. Laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni, Bwana awarudishapo wafungwa wa watu wake. Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Tunatakiwa tujue mpumbavu ni mtu wa namna gani. Kwanza, mpumbavu ni mtu ambaye hana akili. Mpumbavu ni mtu ambaye haamini katika wokovu. Yeye haamini kama Bwana Yesu yupo, alikufa kwa ajili yake. Wala hataki kuamini hata ukimwelekeza. Mtu yeyote ambaye anapingana na wokovu, huyo ni mpumbavu. Mpumbavu mwingine ni mchawi. Mchawi ni mpumbavu kwa sababu yeye amemwacha Mungu na kufanya yale yaliyo ya ibilisi, yani mambo ya giza. Mpumbavu mwingine ni mtu ambaye anathamini sana hela kuliko ibada. Yani yeye ni bora asiende kanisani Jumapili, akafungue biashara yake. Yani yeye masuala ya ibada sio ya muhimu. Yeye pesa ndio kila kitu kwenye maisha yake. Mpumbavu pia ni mtu ambaye hawezi kusamehe. Yeye anasema ni bora afe lakini sio kusamehe. Huyo naye ni mpumbavu. Mtu mwingine ambaye ni mpumbavu ni mtu ambaye hasomi neno la Mungu wala hana muda wa maombi. Ila akikutwa na matatizo ndio anakimbilia watumishi wa Mungu. Mtumishi, naomba mstari wa kusimamia. Nimekutwa na tatizo 1 2 3. Yaani kwenye maisha yake ya kila siku, kwenye ratiba yake hasomi neno kabisa wala hana muda wa maombi mpaka akutwe na tatizo. Huyo naye ni mpumbavu. Mpumbavu mwingine ni mtu ambaye hawatendei watu wengine mema. Ni mtu mwenye hila, anayewaza ubaya na uovu kwa ajili ya wengine. Yaani anawawazia wengine wakutwe na mabaya, wakutwe na matatizo. Anawaza jirani yake aachike kwenye ndoa yake. Anawaza watoto wa jirani yake waumwe, wafe. Huyu naye ni mpumbavu. Mpumbavu ni mtu yeyote ambaye anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Kusema moyoni kunaonesha kwenye matendo, kwa sababu linalomtoka mtu ndilo lililojaa moyo wake. Kama unashindwa kusamehe, unasema uwezi kusamehe hata ukiwa umekufa, manake wewe ndani yako kunatoka uovu, hakutoki yaliyo mema. Kwa hiyo na maana moyoni mwako wewe umesema hakuna Mungu. Kama unawawazia wengine mabaya na kuwatendea wengine mabaya, manake yanatokea moyoni. Kwa hiyo wewe moyoni hakuna Mungu. Mtu ambaye moyoni kuna Mungu ni mtu ambaye anatamani kuona wengine wakiwa na furaha na amani. Ni mtu ambaye anawaza mambo mema kwa ajili ya wengine. Ni mtu ambaye anasamehe wengine akijua kwamba Mungu alimsamehe. Kwa hiyo na yeye inabidi awasamehe wengine. Hizo ndio sifa za mtu mpumbavu. Je, na wewe unazo sifa hizo ama unayo mojawapo? Kama unazo, basi wakati ni sasa. Jikomboe na utoke katika huo upumbavu. Mwambie Mungu, naomba nisaidie, nataka nitoke kwenye upumbavu. Nataka kuwa mtu mwenye akili njema. Katika wale wenye akili unaowatafuta, na mimi nataka kuwa mmoja wapo. Mungu atakusikia, atamtuma Roho wake Mtakatifu, ataanza kukufundisha na kukuelekeza ili uishi maisha ya mtu mwenye akili njema. Akili njema ni akili za Mungu. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Nimeelewa. Naomba unisaidie. Nataka kuwa mtu mwenye akili nzuri ambaye utapendezwa na mimi. Mruhusu Roho wako Mtakatifu anisaidie kuniongoza sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.